Msamba, kafara yenu hii hapa. Kafara yenu hii hapa. Kafara yenu hii hapa. Shamsa. Shamsa. Unanitia nini mnafiki wewe? Yaani Shamsa mimi mnafiki? Ndio mnafiki. Mambo tunayofanya kule unaenda kumwambia baba, mwambia mama ili iweje? Wewe ulizingua mwenyewe tulikubaliana nini? Hata kama tulikubaliana kama mambo yamebadilika wewe huwezi kufunga. Sawa kama unapenda Zuberi kwa nini uje unaniambia mimi? Hata kama bwana ile si imetokea tu. Wewe kampelekea mama taarifa ili iweje sasa? Unataka mimi nipigwe? Yaani nilitaka upigwe kwanza maana wewe sijui ulinichukulia mimi nampenda wewe Zuberi. So hivyo Mariamu, wewe ni mwanamke na mimi ni mwanamke. Huwezi kuwa na kaba hivi hata kunistiri kidogo. Yaani unaona kazi ya kubata tu, yaani sikuelewi Mariamu. Sasa shogangu nikwambie. Yaani kama maana yako fanya huko. Hebu sikiliza Mariamu. Sawa mimi nitakuwa malaya. Ila kilichonitokea mimi wewe kitakukuta. Ipo siku kitakukuta. Alafu sikia nikwambie Mariamu. Kilichotokea kule. Naomba kama kajua mamangu, najua mamangu. Hamna haja kutampa ya kusababisha mpaka watu wote wajue. Hivyo umenielewa? Sasa nikwambie Shamsa, sina muda mchafu eti yani mimi nitembeze miguu yangu niende nikasambaze hiyo taarifa. Sasa kwa story gani basi? Haya, imeisha. Yaani wewe ndio umezingua. Kama vipi wewe na mimi niache niondoke zangu? Mariam subiri. Nini? Hapana Mariam rafiki yangu. Umesikia? Kile kilichotokea chote naomba unisamehe. Sikufikiria kufanya vile ujue. Yaani sijafikiria kabisa, naomba unisamehe. Yale aliyopita si ndio ile. Yaani muda mwingine unazingua bwana. Yaani sisi tunapanga vizuri, tunaenda kule naona tu mnakumbatiana. Hapana Mariam, samehe. Basi sawa nimekuelewa. Basi tuanze zetu hivi. Sawa. Haina kwa mdogo wangu una la. Una nini? Maana sio kawaida yako kwa hivyo. Wewe acha tu dada. Ndio hivyo tu. Ndio hivyo ni. Yaani kinachonichanganya zaidi kwenye kichwa changu. Nilienda kule kwa Dalema. Sasa kipindi naenda njiani, yani nishafika tayari pale karibu na mlango wake. Nikawa nasikia kama sauti ya shemeji. Anasema, "Enyi mizimu yako Msapa." Shemeji yako? Hebu rudia tena. Umefika au ndio ulikuwa unafika? Yaani dada, mimi kabisa mlangoni pale. Nasikia hivyo. Yaani nikachanganyikiwa. Maskini mdogo wangu. Wewe mwanangu vipi? Fresh mwanangu vipi? Amaga. Mbona umeadimika mwanangu? Hamna mwanangu, alikuwa zangu pande za kata, kwa unajua hata kupiga show kidogo. Mambo yako hujaacha? Na achaje mwanangu? Hebu piga kidogo basi. Ushaanza kuzingua, ushaanza kumisi. Nakumisi mwanangu. Sasa mwanangu si mnanibeza sana hapa mtaani hapo kwenyewe. Mwanangu nikwambie kitu. Tangia kuondoka yeye kijue kimepooza kisha. Au sio? Sema unanipamba mwanangu, sema unanipamba. Mimi nakupangilia vitu live mzee. Sema nini baridi nakupa kionjo cha ngoma yangu. Baridi. Yeah. Okay. Mbea mshushe samani design ya fuko rambo kama demo la chika kisa hajuagi mambo manoti ni jina mimi navuka paka ngambo shagodi kwa S wangu kunita bwana mipango. Mwanangu wewe noma mwanangu sana nakupangilia. Sema nini? Wewe ukiungana na manager wa White mwanangu unatoboa. Yaani mwanangu au satoa nini mwanangu hiyo ngoma? Bado mwanangu kazi nyinyi unajua. Bwana mwanangu yupo hapa nyumbani tukaja juzi hapa kaekeza tayari. Au acha hizo mwanangu. Mimi sina kupangilia kweli mwanangu. Wajua usinipangilie misondo juu unajua mimi nakuelekeza vitu live mwanangu. Hata kuna mshikaji mmoja kwa Nyanja kaja kutoa mzigo juzi hapo. Na ndio maana yani nakuona una raha. Dadangu nilivyosikia hivyo nikaamua kurudi haraka. Ndio hapa nilipokukuta nikaja kukuambia wewe. Sasa sisi tunafanya dadangu. Kwa hiyo kwa mama hujalipeleka? Bado sijalipeleka dadangu. Na hilo tatizo ni kubwa. Je, tukienda kumwambia wewe mama itakuwaje? Yaani hata sielewi hata mimi mwenyewe pia hapa nilipo nishachanganyikiwa. Na huyo mama alipokuwa na pressure ukimwambia hapo tu chini anadondoka. Basi tusiamalize yote mdogo wangu. Kesho saa 8 nifuate nyumbani. Maana yake mimi mwenyewe nilikuwa naenda huko
Basi sawa dadangu. Na mimi ndo nilikuwa naenda hapo dukani. Basi haya. Wata kunambia mamuvi nini yani 50 tu mwanangu nyimbo inatoka. Kushoot nini? Yule wa nyumbani kwanza mimi ndo nakupangilia. Sema nini mwanangu? Hapa kitaa kuna issue imetokea. Afumizi. Yaani hivyo yani. Unajua nini mwanangu? Mwisho gani tena ambao ushaanza kubadilisha mada tena? Mwisho gani? Si mwanangu Lukwimbi. Lukwimbi nani? Lukwimbi huyu nani? Yule mshikaji alikuwa anauza maji yule. Oya anasikia mwanangu kamtoa mke wake kafara kwa sababu ya maisha mwanangu. Oya wewe acha masiala mwanangu. Mimi nakwambia mwanangu. Show imeanza kutambaa, yani inaenda kama wiki sasa hivi mwanangu. Jamani, Suzi mbona atokee na tushamuelekeza sehemu tulipo? Sasa tumsubiri kidogo pengine atafika sasa hivi. Sasa mimi nimesema muda saa 8 mpaka sasa inaenda saa 9 na mimi ndio subira dadangu, tuvute subira. Da. Ni mambo mengine sasa. Halo. Vipi? Afu mimi nimefika hapa lakini siwaoni. Mko wapi? Basi sawa nakuja. Haya. Tumesubiri mpaka basi. Jamani, nisameni kwa kazi kule nyumbani. Ulikuwa miapi? Acha tu. Alafu mshikaji yani ndo kama hivyo yani. Kwa mwanangu jamaa mshua sasa vidoni anatembelea mkopo yani. Mwanangu acha mwanangu, siji kakutana na mwanae nani mwanangu kampa njia kama hivyo kamtoa mke kafala maisha mbele. Lukwimbi huyu nikuelekeza mimi. Yani ndo alofanya mambo hayo. Alafu live bila chenga mzee. Mimi mwenyewe nilivyoambiwa mwanangu nilichoka. Sikiliza nikuelekeze mwanangu. Mimi siwezi kufanya mambo hapo kwenyewe, sina hela lakini tambo ile hapa nauza. Shamba. Simu hii hapa mwanangu kaicheki leo usiku kesho uniletee hela. Au si? Sema mwanangu nikuelekeze. Mimi ngoa mpite hivi. Ila kama unajua nimekuelewa nini? Najua kabisa naenda kuangalia mambo ulionambia. Ushaenda? Jamani, sitaki story nyingi. Basi twendeni. Nataka kule. Usilembe. Anti tupate ukweli kabisa. Tena wewe ndio unaona tukio, ukisika kwa usijingate ngate shoga. Hodi. Karibu nipo huku. Karibuni. Kaka kwako. Shemeji. Karibuni jamani. Asante. Karibuni sana. Habari zenu jamani. Jamani, miguu inaniuma hiyo. Shikamoo lakini. Marahaba kwema. Kwema. Shikamoo. Vipi nyumbani? Salama, uko safi. Ndio, mama naye anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Sawa, karibuni. Tushafika. Shemeji, mguu ni wa kwako. Kijambo hicho. Akijambo unaona kinakuwa. Kweli. Hata mimi naona. Vipi lakini maendeleo mengine? Safi tu. Au sio? Halo, yani kipindi nipo huko napiga simu, mara upokee, mara upatikane, ndio ulikuwa unanichanganya. Hata usijali. Mama naumwa. Naumwa nini tena? Kichwa. Dawa kapata au? Kapata. Vipi leo? Fresh. Bwana uko nje huku kai dukani. Kuna dogo yupo hapo nimemweka. Umemweka dogo? Wewe dogo. Mambo vipi? Safi. Mbona uko hapa afu mazingira siyaelewi? Wewe unajua kama huyu ni ndo bwanangu mie. Bwana wako? Vipi bwana wako kivipi? Mbona shtuka? Bro. Yaani hujui chochote kuhusu mimi huyu mwanamke. Yaani niache. Mimi au wewe ndio hujui chochote? Kuna habari tunazisikia mtaani. Lakini kabla tujazungumzia hizo habari, nataka tujulishe kwamba ndugu yetu yuko wapi. Maana hata simu yake tukipiga hapatikani. Dada yenu yupo na sema tu kwa sasa hivi kasafiri kidogo. Ameenda nyumbani kwetu kwamba kuna shughuli kidogo. Nimempeleka kaenda shughulini lakini yupo. Na yuko salama, na kuhusu swala simu kupatikana au kutopatikana ni kwa sababu ya mazingira. Sehemu alioenda kidogo kule nako mtandao ni changamoto, muda mwingine chaji pia inasumbua kwa sababu umeme pia
ni kipengele. Shemeji, sema ukweli. Wewe hapo mimi. Kwa sababu ungejua ungekaa kimya. Au hujui na mazungumzo naye nini? Makijacho. Vipi ni nani huyo? Mbona simuelewi? Anazingua. Anazingua? Ndio. Mbona lakini anaonekana kujua? Anajua kweli, lakini alikuwa anamtaka rafiki yangu. Kabadilika uje kwangu mimi. Na mimi hapa nilipo hali yangu ngumu na mimba. Huyu anajielewa kweli huyu. Una mimba? Wewe chizi. Bro. Vipi? Yaani hebu sikiza nikwambie bro. Mimi sina ugomvi na wewe, utafuta mwenyewe. Huyu mwanamke kadai anataka simu kwa ajili ya mawasiliano. Wewe ndo umemnunulia simu huyu kubwa? Ndio. Wewe kashakwambia mimi ni mpenzi wangu na mimba yangu. Ushanipata vizuri? Ina maana wewe kama hujui sasa ndo unajua hiyo taarifa. Kama kuna gharama zako nini umezitumia, wewe sema ni shilingi ngapi nifanye mpango nikurudishie. Hapo kidogo tumefika. Ushanipata vizuri? Unasikia? Sitaki kugombana na watu kijiji hiki, uchawi tupu. Sawa basi sikia ngambie. Yaani huyu malaya mpaka sasa hivi katumia laki 3. Afu wewe tuna kaka mkome. Wewe chelewa. Laki 3. Una laki 3 wewe hapo. Yaani bro, wewe sikiliza mwanangu, haina haja ya kujibu. Sikiza nikuelekeze. Wewe pigo hizo sizimaindi. Sasa sikiliza. Sikupi hata shilingi 100, afu fanya lolote unaloliweza mshamba. Najua kila kitu kinachoendelea kuhusu wewe hapo. Unajua kila kitu? Kitu gani tena shemeji? Mbona kama unaanza kunitisha? Mimi ndo nakwambia hivyo na ukweli ndio huo. Unataka ukweli gani mwingine? Ulikuwa unajua sijui. Najua kila kitu. Kila kitu kuhusu nini? Mbona siwaelewi? Unazungumzia nini? Unajizima data shemeji? Kujizima data? Yani bado sijaelewa mnazungumzia nini kaka? Unajui unajua kila kitu, yani unajua nini? Bado hujaniweka wazi. Sasa ngoja nikukumbushe. Sasa naomba uniambie, hicho kitu ni cha ukweli au cha uongo? Shemeji, ni ya ukweli au ni uongo au? Kwa hiyo tatizo lilotokea shemeji, ili litakugharimu tu. Na tuna sio vingine. Lione. Shemeji kubwa yani na kama shemeji wewe. Yaani shemeji tu anakuwa Safi da pili niambie. Poa. Mzima. Mzima. Mbona umeadimia jambo? Hajambo. Shogangu nipo shogangu niambie. Mimi nakusikiliza wewe maana. So unajua tena mimi sasa hivi maisha yalivyokuwa mazuri, yani mume wangu hapendi hata niende gombani. Subiri nikwambie. Nataka kukwambia kitu hicho, yani nikuulize. Uniulize? Niulize shoga yangu. Hivi unajua Dapili nini chanzo cha mafanikio yenu? Hapana sijui. Ila ninachojua mimi mafanikio yetu sisi ni mipango ya Mungu. Kweli? Ndio. Sasa nataka nikupashe. Nipashe shoga yangu. Yaani mume wako chanzo cha mafanikio yenu ndio kapitia kwa mganga. Kwa mganga? Ndio kwa mganga shoga yangu, maana nataka nikupe ukweli. Maana nataka nikupe umbea kabisa. Nipe tu umbea shoga yangu. Ndio kwanza shapo wa mafanikio yake kapatia kwa mganga. Kwanza akapewa masharti. Ndio. Hivi kwa nini mpaka sasa hivi upate mtoto? Hajuai. Mtoto ni mipango ya Mungu pia.
Hivi sijawahi kuokota mtoto. Labda ukishapewa tu mimba ndio hivyo. Lakini mipango ya Mungu pia. Ndio nakwambia, mume wako chanzo cha wewe kupati mtoto kimetokana na kwa mganga. Utajiri wake ule lakini asiwe na mtoto. Ndio nakwambia hivyo. Maana nikupa ukweli shoga kama hujui. Habari ndio hii. Ajuae. Ushaanza kunitisha yani hiyo live shoga yangu, yani live bila chenga. Leo ndo nakupa buyu. Sio kujikaa ndani sijui ma TV, sijui nini. Habari ndio hiyo. Unatembelea gari lakini shoga yangu mtoto usahau. Nafikiria Mainama hapo tuondoke. Wewe angalia wewe. Nilijua tu mimi shemeji utafanya hivi. Nilijua. Nataka uamke hapo. Unaenda nini? Kwenye ndoto yako, yani ile mtoto shoga yangu futa. Hivi ajuae? Hilo nalo liongea ni la ukweli au ni ndoto? Shoga yangu nakwambiaje? Yani hilo ni la ukweli kabisa. Yani mimi ubuyu wangu napeleka uhakika. Sawa. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia mume wangu kila siku ananihangaikia mimi kutafuta mtoto. Tumeenda hospitali, kusafishwa uzazi, kusafishwa mirija ya uzazi. Mpaka sasa hivi kanipeleka sehemu huko siku mama Mchegumbo. Mpaka leo hii tunahangaikia huyo mtoto. Shoga yangu mwenzako anakuzuga. Au hataka usababishe mimi kusana na mume wangu? Hata mwenye huangalii. Huu ni mwaka wa 10 mtoto huna. Yani mpaka nashikwa na kigugumizi mwenzio sielewi. Kuna nini? Vipi? Mmemkuta au? Vipi? Mmemkuta au? Vipi? Baba mnaosha vidole. Mmemkuta au? Basi waelewe. Ni mkubwa. Mbona watoto wangu si waelewe? Yaani nawashangaa watoto. Nimewatuma kwa dada yao, anarudi kila mtu anahema. Utadhania ana pressure ya kushuka sije ya kupanda, sielewi. Sasa naomba kwa sababu kila mtu hajitambui, hajielewi. Naomba twende tukatulie sehemu nzuri, tukae chini kwa utulivu. Niwaulize mniambie kitu gani kimewakumba huko? Au dada yenu kuna nini huko? Na mnatakiwa mwende pale tukasema. Twendeni tukakae. Wote mniwakuta hapo mniambie wanangu mnanipa pressure mama yake. Kwanza usichekesha kichwa chako, miaka 10 hujapata mtoto. Ila shogangu ubuyu ndio huo. Nenda kakae vizuri na mume wako, umchunguze vizuri. Wewe mume wako uweze kumchunguza vizuri wewe. Uweze kumchunguza. Sawa shogangu tu. Nimekuelewa. Ila pia nashukuru sana kunipa hiyo habari. Basi shogangu subiri nikuache. Ila nakwambia jiongeze kwanza utakaa. Kwa heri. Hebu niambieni, nataka mmoja mmoja anieleze nilichowatuma. Dada yenu mmemkuta mjamkuta? Tuchokiona huko huwezi kuamini mama. Kitu gani niambie mwanangu nielewe. Ongea vizuri nikuelewe. Niacha tu mama. Tulichokikuta huko, hicho mama ni cha ajabu. Ani mama. Tumeenda hapa tumemkuta shemeji kainama. Tuongea na shemeji, twende unaitwa na mama. Maana tunamwona dada katokea. Katokea? Katokea kiaje? Kimizimu, kimaajabu, kimeujiza? Mama acha, naona huyo mzimu. Mzimu? Hivi huyu mwanaume ananifanya mimi mtoto au vipi? Sasa nikitoka hapa, yani break ni kwake. Yani sina la heri, nipo na lashari tu. Haijalishi tuna maisha mazuri, tuna magari, tuna nini, yani mpaka kieleweke. Unashtuka? Huo mzimu. Hebu sikilizeni nyinyi. Mnajielewa mnachokiongea?
Kweli kaka, nakwambia live kabisa, dada tumemwona. Mmemwona anatoka shamba, mmemwona kama mzimu. Mbona siwaelewi? Yaani tumemwona, tumeenda pale tunaongea na shemeji, shangaa tunamwona dada kaka. Ehe. Yaani mimi hapa sielewi kabisa. Baada hapo tu tukakimbia, tukawafuata nyie. Wamesema? Nasema kilichobakia. Twendeni hapo hapo nyumbani tukahakikisha. Mnanichanganya mgongo na nikata mwenzenu. Mama mwanangu mie. Kweli nataka twende, lakini kwa mimi siendi. Hata mwenye siendi. Naogopa. Mimi hapana. Mimi naenda jamani, mimi naenda. Mimi naenda. Sasa kama nyinyi mnaogopa. Sasa mimi naenda. Mimi mama yenu sio mama yenu. Wewe mama yenu. Basi naomba nisikilizeni mimi, twendeni nyumbani. Mama si twende. Mimi naenda kwa mwanangu. Mimi naenda kwa dadangu mimi. Wewe tuondoke. Wewe twende huko dada, usiogope, tuondoke. Tuondoke. Odi! Lukwimbi! Odi bamkwe! Shemeji Lukwimbi! Sasa wewe mwanamume unakaa bora fanya Lukwimbi unakalia huko maana yake. Lukwimbi! Mama, bwana hapa hakuna mtu. Shemeji! Oya! Huyo kashatoka. Hayupo. Ukienda shamba, ukienda wapi? Sikilizeni. Kuna sauti mnaisikia? Sauti gani? Lakini masikio yenu. Mama tulikwambia kitu. Sasa nyie vipi? Vipi? Kuna nini huko? Kuna nini? Kuna nini? Kwa jizima data si ndio? Hivi wewe mwanaume unanizima data mimi hapa eh? Yaani muda wote hapa maisha ya kitajiri, kumbe najikanga mimi na mafuta yangu. Hivi mwanaume una kiti wangu wewe? Kivipi? Naongea nao na kiti wangu. Vipi? Basi basi sauti kwanza. Nini? Tambua kama mimi napandishia sauti. Hakuna cha nani, hakuna cha nani. Tambua kama unaongea na nani. Sikuelewi. Hivi miaka miwili ndoani hata mimba ya kutoka mimi sipati. Kaa chini kwanza. Yaani hapa sina muda kukaa. Kaa chini kwanza. Si kaa chini nakwambiaje? Leo utanielewa. Sio umekupata kama mzee haubadili. Nakwambiaje? Sina time na wewe na sikupendi. Yaani sipendi kukuona sura yako. Sikiliza kwanza mwambie mwanamke. Nafikiri unataka kunipaka kichwani, sio hivyo? Unanigoza mtoto wako eh? Sota mtoto wako. Mimi miaka miwili mimi ndio Mwambie nani mambo? Umepata hizo taarifa umepata wapi? wewe ni mwanaume nijali kweli wewe. Sikiliza nikwambie. Sitaki hayo matusi. Hakuna cha kuniambia. Wewe sio mwanaume nijali. Miaka miwili ndio nipata mimba ya kutoka si. Naomba utubu kwa ulichokifanya. Najua yote ni tamaa ya maisha. Naomba utubu.
nakupiga. Nakupiga ndio. Sasa sikiliza. Utakuja na nyendo kwenda kwa waganga. Unitegesi wewe. Unataka Wanitegesi wewe mwenyewe. Mambo yapi ya ujinga ujinga? Taarifa yako ninakwambia. Sikuhitaji hapa nyumbani. Ni wewe sikupenda kukuona. Sikuwa kichwa chako. Nakwambiaje? Tembea. Hadi kuanzia sasa hivi. Ondoka, sikutaki nyumbani kwangu. Sikutaki nyumbani kwangu. Kuondoka naondoka na ninachokwambia. Yaani wewe unachofuata sasa hivi kwangu mimi. Nenda. Nenda. Sitaki kunisikiliza mimi kama mume wako. Sitaki kunisikiliza. Hutaki kunisikiliza. Sasa ninachokwambia, kuanzia sasa hivi na utanielewa. Nenda. Yaani lazima nifikishe taarifa hizi nyumbani kwetu. Maana ni miaka bibi ya sasa. Utafikisha taarifa zenu, ufikishe taarifa kwenu. Kila siku nyendo kama joka la kijiji. Na kuanzia sasa hivi nachukua kila kilicho changu naenda zangu nyumbani. Nenda kachukue. Nenda kuchukua ndio. Na uondoke. Pumbavu. Nisikuone. Kunguni. Usinisumbue mimi. Unachukua maneno yangu unaleta ndani. Niache nywele zangu, mpumbavu wewe. Wewe mimi nimekuoa umenioa. Tena kwa nje huko sio kachukua vitu ambavyo havikuhusu. Ndio, kwa vitu vile uko ndani wewe mshenzi mkubwa wewe. Subiri nije huko huko. Karibu nipo huku nyuma. Zunguka nipo nyuma huku. Karibu ndugu yangu. Karibu hapa kwenye jamvi. Arambe. Nikwambie nini? Nakuuliza kwamba mambo yanaendaje? Yaani katika watu wanafiki, ndugu yangu wewe unaongoza. Wewe ni mnafiki. Kivipi? Yaani umenisababishia matatizo makubwa hapa mjini. Yaani umenisababishia matatizo makubwa. Matatizo makubwa kivipi sasa? Ndugu yangu mimi nimekuja kwako kukuomba ushauri. Unanielekeza vitu ambavyo havipo na haviwezekani. Mshikaji mimi nimemwelekeza ile swala siku tusikia kijiweni pale. Swala gani tena? Si ile kwamba mwanangu ndio kamtoa mkee kafara. Kwanza hapo. Wewe subiri kwanza. Hapa mongo Ngoja kwanza. Wewe siku hiyo nimwambia jamaa kabisa, wewe si unajua mwanangu ile story? Jamaa kabisa jamani. Ngambia ngoja wauni waje. Wauni hao hapo waulize sasa. Hicho kitu atakwambia jamani, uhakika kabisa. Yaani serious. Nakwambia nini? Mdogo wangu nakubaliana naye. Sona support. Wewe una support. Angalia domo litaponza nini kichwa pamoja na miguu yake. Ngoja sasa nikuelekeze. Nishakukongopea. Huenda anajua. Lakini kaka Lama wewe mbona kila kitu unakijua? Umpe mbea. Huyu anaonekana mbea huyu bwana. Mimi kwanza sikiliza. Unajua jamaa lakini wambea huwa wanasemaga kweli. Sema hawajatumwa. Maana yake nini umesababisha mpaka sasa hivi mimi nimemuua mke wangu. Cha kupata hakuna mwezi wa pili huu. Sioni mabadiliko yoyote na kila kitu nimefanya. Inakuwaje unafikiria? Inawezekana wewe umekosea masharti. Wapi? Inawezekana wewe umekosea masharti. Haiwezekani kwamba wewe umuue mke wako mtoe kafara afu ushasiku hakuna kinachoendelea. Wewe utakuwa umekosea masharti ndugu yangu. Hakuna nilipokosea. Mimi sitajia hayo. Sawa, mimi nikuja na la kwangu. La golipi tena. Mimi wewe kipindi utaanza haya mambo, sawa? Nilikwambia haya mambo ni siri. Sio nielewa vizuri. Ndio. Sasa inakuwa kuwaje mpaka wewe mke wangu anaenda kujua kwamba mimi utajiri wangu unahusiana na waganga na yeye hatapata mimba abadani. Tumpe nafasi yake. Mimi nasema hivyo. Bora mbea kuliko mfitina, sijui mfitina. Mimi ndo maana mbenu kweli. Sana mbenu kweli au sio? Ameamuzia anaongea. Sema kitu moja au sio? Na asla mimi tunajuana. Na yule mtu ambaye aliyokufa ni kitu na dada yake. Usiseme tunajuana kwanza, sema demu wangu. Kwa yule ambaye ile tukio natokea yule Nasla alienda kwa shemeji yake akashuhudia ule mchezo. Alafu ilitokea kweli. Smart temeka taka. Muona mwanangu? Ni mwenyewe alivyoniambia mwanangu kwanza siku sijala kutwa nzima. Mbona shindwa kula kwa sababu umeona tukio? Wewe kuambiwa ndio hivyo. Je, ungeona? Sikizeni. Wewe hiyo swala mnalishukulia dogo au si? Ndio kweli ujue. Kamtoa mke wake kafara kwa sababu zipi? Si ndio hapo sasa. Utajiri? Hilo kwa kuwaje? Na nimeongea na wewe tu hapo mwingine. Hakuna kitu kama hicho. Mimi sijazungumza kwanza hilo jambo. Sikiza bwana ukumbi wewe. Mimi najitambua na nina kiti mamu. Sawa? Na nina leo ninachokifanya. Wewe utakuwa umeenda kumwambia mke wangu hizi siri. Sijaenda na sijamwambia mtu yeyote.
Anajuaje sasa yeye? Sijui ni wenyewe. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna vipi? Wewe mwenyewe ni yani unaonekana hiyo itakuwa wewe mwenyewe umealanga mwenyewe kwa sababu wewe umenisababishia mimi matatizo. Wewe ndio umesababisha, sikuchanganyi. Wewe na mganga wako, mimi nahisi wewe umeshirikiana na mganga wako kumchukua mganga kafara kwa ajili ya vitu vyako wewe. Ya kwangu ya kwako mimi, ya kwako wewe. Sasa inakuwa kuwaje mganga ajue? Sawa. Hiyo kujua mke wako na mimi kupoteza ndio nishapoteza. Tunafanyaje sasa mimi na wewe? Uliza sasa kapelekwa na nani? Jitembi yule. Yule naye mkewe. Azai. Huyu kaka hakuna kitu asichokijua. Kani unaosema MB yule bosi ndio anaga mikataba pikipiki. Azai sasa yule. Sikiza, masali tulieni, ngojeni kwanza. Uongo bwana. Tulieni sasa. Madongo unapatia wapi sasa? Ana mwaka ngapi mpaka sasa kama nakumbuka? Mwaka 10 hapa. Unajua nini mwanangu? Mimi kwanza nataka kujua mshua kweli. Afu kama kweli nini? Kwa nini watu wanaharakisha sana? Kwa sababu kama nini mambo yashakuwa magumu. Kwangu mimi sina hela, sina mke. Na wewe kama unavyosema mke wako sijui kajua, mimi sijui. Wewe mwenyewe si mkeo kajua na unaye, mimi sina. Tunafanyaje mimi na wewe? Kwa maana yule mganga sasa, tunamfanyaje? Hapa mimi ninachoona, ninachokifikiria kwa haraka. Hapa ni kwa mganga. Mimi na wewe. Yaani mguu kwa mguu, mbamba tu mbamba mpaka kwake. Ndugu yangu umesababisha matatizo makubwa. Sawa, tunaondoka. Sema kubwa kwako, tunataka mimi yamekuwa makubwa. Mbangu na kaka, wewe tayari yako itafanani, mimi sina. Mimi sina na mpaka sasa hivi sielewi. Bwana sikiza. Kifuata mimi ndio hicho. Na hapa mimi sasa ninachokifanya mimi naondoka. Sawa? Sawa, wewe unaanza ndio ondoka. Lini sasa tunakutana tunaenda lini kwanza tunaenda kwa mganga? Kwa sababu nataka kujua kwa maana hapa sasa hivi ninapokuambia familia tayari washakuja hapa kunianzishia. Yaani ile si Saddam Zele. Mbona sisi tumeshawishiwa sana alafu tukakaza. Wewe msanii mkubwa nini? Si unajua mwanangu siku ile. Yeye ni msanii wakubwa nini? Mwanangu anaimba sana mwanangu. Umeona yeye msanii mkubwa. Toa kafara. Si unaona siku umegoma nini? Mimi nimegoma. Nakumbuka hata wewe pia ulikataa. Muoga wewe. Kwa kuanzishia. Sio namtaka mtoto wao. Wanajuaje? Wanajuaje? Sasa mimi najua. Kama ni wewe uliowatangazia kwamba jamani nimempeleka kaua mkewe sijui nani, mimi sijui. Nini sasa? Wewe utakuwa umekosea. Unasema umekosea. Wapi sasa nimekosea? Sasa mtu kakuza vijana wanapoza masela. Sikizeni, angalieni kushoto kwetu kuu. Baba! Baba! Majogo! Majogo! Njoo Majogo! Nika bulingu bwana njoo. Sasa utaelewa nini kaka ule mzimu? Sasa unajua mimi nashindwa kuelewa. Yaani zile story tulikuwa tunapiga pale mara vu. Yule sasa ni huyo mke wake jamaa tulikuwa tunamzungumzia hapa. Sasa unasikia?
Kwa huko uliko naenda wapi? Tena tunaulizana naenda wapi kwenye mbio kaka? Sasa mimi mwenyewe hata nilikuwa sijui naenda wapi. Hapa nilikuwa natetea nafsi yangu kwanza. Sasa sikiliza. Mimi kitu ninachokiona mpaka sasa hivi. Unajua huku tuliko huku sio salama. Kabisa. Maana ule mzimu ujue. Hata sasa hivi unaweza ukatokea. Sasa cha kufanya hapa turudi tu nyumbani. Twende nyumbani tu. Sio pazuri hapa. Tuondoke. Ndugu yangu hapa magoti yote yanaume. Tuondoke. Vipi wewe mzee? Kujifanya fiu ndo maana yake nini? Huna uganga, huna chochote. Maana yake nini yani? Mbona unakuja fosi kwangu? Nakuja fosi kwa sababu ulichoniagiza nimefanya, lakini hakuna chochote kilichotokea. Sioni maisha kubadilika zaidi ya kutokewa tu. Sema mwenyewe. Wewe umekosea masharti. Ongea na mtu. Umekosea masharti. Nimekosea masharti? Unanikosea? Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Sijakosea na nimefanya kama uliponiagiza. Nikuonyeshe. Angalia kwenye tunguli chini ya kitako, angalia. Eni mizimu ya Msapa. Eni mizimu. Umeona sasa? Unaambia siji muongo, siji na nini? Wewe umekosea masharti mjomba, ndo umeniharibia wangu ndugu yangu. Umenigombanisha na mke wangu. Sasa hivi nyumbani hakuna amani kabisa kwa sababu yako. Acheni kuogopa. Hiki sio kitu kinasumbua hiki. Sasa kafika kwa Msapa. Ngoja nimuonyeshe kwamba mimi ndio Msapa. Wewe ndo unamshawishi mume wangu. Nisamehe bwana, nisamehe. Aniue mimi. Nisamehe. Leo ndo siku yako ya mwisho. Nisamehe bwana. Naomba nisamehe dada. Mke wangu. Nisamehe mke wangu. Nisamehe mke wangu. Mume wangu. Nisamehe mke wangu. Kwa nini anakukuta haya? Tamaa tu. Tamaa tu. Hivi tamaa? Tamaa gani? Tamaa tu mke wangu. Nisamehe. Nakuomba. Nisamehe mke wangu. Hapana. Nisamehe mke wangu. Kwa ulichokifanya. Tamaa tu. Mshahara wa dhambi. Samahani. Samahani mke wangu.